Ni siku nyingine tena mtazamaji wa pishi letu, niko maeneo ya Goba hapa na nimekuja hapa Rose Kitchen kuja kuhakikisha kwamba leo napata msosi mtamu kutoka kwake, kwa sababu ni miongoni mwa wanawake ambao wamefanya vizuri sana katika industry ya swala zima la chakula. Tunasema kula kujilamba. Leo najilamba maeneo haya hapa. Ni mimi Salma binti Juma. Nikushukuru sana kwa kuamua kuichagua Java Jela, lakini pia nimshukuru yule ambaye ameniwezesha mimi kufika hapa. Si mwingine bali ni mtumishi wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, baba lao muonaji. Ndani ya pishi letu kuna mambo mengi sana ambayo tunajifunza. Kuna vyakula mbalimbali ambayo tunajifunza, lakini leo tutapata msosi mtamu kabisa. Tutajua mengi kabisa kutoka kwa mwanadada Rose Kitchen. Hapa ndipo ambapo leo tunapata maakuli. Sasa usikae mbali na TV yako, kaa hapo hapo tukaangalie leo tumeandaliwa nini. Ni sehemu nzuri kama unavyoona, mazingira yanaruhusu na hali ya hewa inaruhusu kula kujilamba. Twende tukajilambe na Salma binti Juma. Mtazamaji, tayari nimeshafika katika jiko ambalo ndilo ambalo linaandaliwa maakuli hapa, na nimefika nimemkuta Madam Rose yuko hapa, mwenye Rose Kitchen yake yuko hapa, na hata tuambie siku ya leo ametuandalia kitu gani hasa. Madam Rose, habari yako? Salama kabisa. Habari za biashara? Naendelea vizuri. Nimefurahi leo tumekutana live, sababu tumeshazoea tunachat through WhatsApp, Instagram, lakini leo nikasema leo lazima nije leo nikuone na nije nipate kupata test ya mkono wako. Karibu sana. Haya, asante sana. Leo kama mnavyoona na kuandaa kuku wa mnavu pamoja na nazi. Kama mnavyoona hapa tuna kuku wa kienyeji amechemshwa tayari, na hii ni supu yake. Ndio. Pamoja na mboga mboga hizi tulizoandaa na mnavu wetu ambao tayari umeshakatwa. Hapa tuna soy sauce kidogo na mafuta na chumvi. Pamoja na nazi tutakwenda kutumia nazi ya Azam hapa. Na chakula hiki kinaliwa na nini hasa? Chakula hiki kinaliwa na ugali, kinaliwa na wali, kinaliwa na ndizi za kupika. Lakini pia hata mtu kama anapenda kula na viazi vya kukaanga au hata vya kuchemsha pia kinaliwa pia na miogo ya kuchemsha, magimbi, hata chapati, maandazi. Yaani ni mboga ambayo inaweza kaliwa asubuhi kwenye breakfast, lakini pia hata mchana au hata pia jioni. Basi sawa. Haya mtazamaji, kama ulivyomsikia Madam Rose ametuambia tunakula kuku. Kwa kweli sijala kuku wa kienyeji siku nyingi. Toka nifike jijini Dar es Salaam nimekuwa nakula kuku tu wa kisasa, lakini leo Rose amesema sisi hapa ukitaka kuku wa kienyeji tunakupa, wa kisasa tunakupa. Ngambia mimi niandalie kuku wa kienyeji. Kwa hiyo tutaenda kuona namna gani ambavyo kuku huyu anatengenezwa. Kama umeona kuna vitu maandalizi hapa. Hii natamani kujua ni kitu gani. Hii ni soy sauce. Soy sauce. Hii ni soy sauce kidogo kwa ajili ya kuongeza ladha. Kwa ajili ya kuongeza ladha. Basi sawa, nafikiri tuanze tuone hatua ya kwanza ni ipi. Nikukumbushe tu kuwa tumepewa nguvu kubwa na madhabahu ya Yesu. Nazungumzia Fresh Spring Fellowship kwa mtumishi wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, baba lao. Lakini labda na wewe huenda unatamani tuje tutembelee katika jiko lako, unaweza kunitafuta kupitia nambari 0658193229 0658193229. Leo niko hapa Rose Kitchen, nimekuja hapa na Madam Rose mwenyewe ndo huyu hapa. Kumbe vyakula vile ambavyo watu wakujaga kula hapa anahakikisha yeye anavitesti kwanza, sisi wateja ndo tunaletewa. Hatua ya kwanza tutaanza kuweka mafuta jikoni. Mafuta kiasi tu, maana kama mnavyojua sasa hivi watu wamekuwa sensitive sana na mambo ya mafuta. Lakini pia hata mboga yetu haihitaji, kwa sababu kama unavyoona ina viungo vingi, pia haihitaji kuwa na mafuta mengi pia. Ndio. Baada ya mafuta yetu kupata moto hapo tunaweka hizi mboga mboga zote kwa pamoja. Kitunguu pamoja na karoti. Hizo mboga zote tunaziweka kwa pamoja. Hizo zote tunaweka pamoja kwa sababu hazitaka ziive sana, tutasubiri mpaka ziive sana. Ndio.
Kwa hapo tunasubiri kwa muda kama wa dakika ngapi? Tunaziangalia mpaka mboga zetu tunazoziona zimeanza kulegea kidogo. Naweka na moto mdogo kwa sababu ili vitunguu visiungue. Unajua vitunguu ni vyepesi kuliko mboga hizi nyingine. Na tamani kujua Madam Rose, huku tunaendelea kupika. Ndio. Ilikuwaje ukaanzisha hii biashara ya chakula? Ulifikiria nini? Mimi napenda sana kupika. Napenda kupika na nilikuwa nikipikia familia nyumbani. Wakati mwingine nikiona chakula kipya yani nilikuwa mtu wa kupenda kutafuta vitu vipya vinavyopikwa kila siku kwenye mitandao, kwenye YouTube. Kwa nafuatilia sana. Kwa unajikuta bando unaisha sana. Yani muda wote mimi hata application ukiangalia kwenye simu yangu. Page nyingi nilizozifollow ni za mapishi. Za mapishi. Viungo vyetu vikishakuwa namna hii, tunaweka nyanya. Nyanya sio nyingi, nyanya ni kiasi tu kwa sababu mboga ya majani kwa kawaida haihitaji nyanya nyingi. Mboga ya majani sote haihitaji nyanya nyingi. Haihitaji nyanya nyingi. Na kitaalamu jikoni ukiweka nyanya nyingi madhara yake ni yapi? Au inakuwa na ladha gani? Mara nyingi nyanya kwa sababu ina asili ya uchachu. Kwa hiyo inakuwa mboga kama inakuwa ina uchachu fulani hivi. Na sisi kwa sababu baadaye tutakuja kuiungia nazi, tunatamani kuipata ile ladha kabisa ya nazi. Au natural kabisa ladha ya chakula mboga ile ambayo unaipika. Kama mboga ya majani ukizidisha tu nyanya, maana yake ladha utakuwa unaipata wakati unakula itakuwa ni ile ya nyanya. Mboga ya majani yenyewe inapotea kabisa. Vizuri, umetuongezea ujuzi tunapokuwa tuko jikoni. Ndio. Kwa hiyo wazo lilikuja mara baada ya kujiona unapenda tu kupika. Yes, nilikuwa napenda sana kupika. Wakati huo nilikuwa nimeajiriwa sehemu. Kwa nikawa ni kazi nyingine. Nilikuwa nimeajiriwa. Baada ya kuwa napika sana, nilianza kuwa napika maandazi, napika kwa oda nyumbani, hasa weekend. Maandazi, vitumbua, nafanya packaging. Natuma kwenye magrupu ya kanisani, marafiki zangu wananipa oda na wapelekea. Nilikuwa nafanya kwa mtindo huo. Basi nikaona inapendwa ile biashara. Basi nikafikiria, nikaona kwamba kumbe naweza kama mangapi. Yaani ulianza na mandazi ya kilo ngapi? Mengi, nilianza kama kilo 3. Unajua kilo 3 inatoa mandazi mengi sana. Yes. Nakumbuka nilianza na hiyo. Nilikuwa na uhakika kwa sababu watu wengi ambao nilianza na wale ambao nilikuwa nikiwapikia marafiki zangu wakija na waonjesha, yani nilianza hivyo. Sometimes naweza nikapika na wapelekea. Unaona, wanakula wanafurahia. Kwa hata siku ambao nawatangazia jamani napika hii maandazi, kila mtu aliyachangamkia kwa sababu tayari walishajua. Walishaonja. Yes. Ulikuwa unawachanganyia nini? Iliki nini? Iliki ile nini? Blueband yes. Maziwa ya unga nilikuwa nakandia humo. Kwa mandazi hata mimi ningekuwa natoa oda. Vitumbua nilikuwa na korogea nazi. Vilikuwa vitamu sana. Sasa kitumbua cha kuweka nazi Rose unauza shilingi ngapi? Wakati ule nilikuwa nafunga kwenye package. Nauza package moja shilingi 2000. Kwa hiyo vinakuwa vitumbua 10. Vidogodogo lakini size ndogo. Sikuwa nafanya hii ya vitumbua kama ambavyo unauza kimoja. Mimi nilikuwa na pack sababu kama nilivyokuambia nilikuwa napika kwa oda nyumbani. Ulianza kutafuta ukiwa uko yani ulikuwa una malengo ya mbali sana. Hongera katika kabisa. Kwa hiyo nilipofikiria hivyo baadaye nikaona kwamba oda zinaongezeka, nikasema kumbe basi naweza nikafanya kitu ikawa yani ikaniingia zaidi kwamba nikahisi kwamba naweza nikafanya kitu ikawa biashara serious kabisa. Nikafikiria basi nikasema nitaacha kazi nianze kupika hiyo. Wakati naanza ndo nilianza na hiyo vitumbua maandazi. Lakini huku bado unafanya kazi? Yes, nilipofikiria sasa kuja kwamba naacha sasa kazi nikasema kuja nitafute eneo. Wazo la kwanza ilikuwa nitafute sehemu ndogo tu niwe napika humo vitumbua maandazi jioni na chai na rosti maini
maharage. Lakini baadaye nilipokuja kupata eneo ambao ndo hapa, nikaona sasa ile eneo ni kubwa sana kwa kile ambacho nilichokuwa nakifikiria. Nikapata wazo kwamba kama sababu pia napenda pia kupika, kwa nini nisipike tu na chakula? Yaani nitoke kwenye vitafuno na kupika kabisa na menu ambao watu wanakuja kula asubuhi, mchana na jioni. Ndio. Yaani sasa hapo ndo wazo sasa la Rose Kitchen ilipozaliwa sasa. Na Rose ni jina lako? Rose ni jina langu. Nyanya yetu iko tayari. Sasa hivi naweka soy sauce kidogo kwa ajili ya kutengeneza karada fulani hivi. Tunaweka hiyo tu, hatuweki viungo vingi kama nilivyosema kwamba mboga ya majani yetu haihitaji viungo vingi sana. Wala hatuweki zile masala zozote. Hapana. Baada hapo naweka supu ya kuku. Hii ni supu baada ya kuchemsha sasa ile supu yake ile. Supu ya kuku yenyewe uloichemshia. Na tamani kujua biashara ya chakula ina changamoto gani? Kwanza wateja wana tabia ya kupenda sana kitu kipya, ladha mpya, na of course huwezi kukamlisha mtu kila siku kitu kimoja. Kwa hiyo manake unahitaji huo mbunifu mara kwa mara. Yaani kuku ukimpika wiki hii namna hii, basi at least baada ya muda fulani kuku huyo unambadilisha kwa ladha nyingine au kwa namna nyingine. Hiyo inamvutia mteja zaidi. Lakini uking'ang'ana tu na chakula aina moja kila siku, changamoto ni kwamba wateja ndio hivyo, akija akaona sehemu nyingine kuna kitu cha tofauti ambacho yeye hajawahi kukiona, ni rahisi sana kuondoka na kwenda kupata hiko kitu. Sasa wewe unafanyaje ili kujua vitu vipya? Yaani kwamba kuna kuku naweza nikamwekea kitu. Yaani unajiongeza vipi ili kuzidi kuongeza wateja katika restaurant yako? Sasa sijajua kwa wengine wanafanyaje, lakini mimi mfano nikipika kama hivi naweza nikafika, kwa sababu tayari unajua kuwa mpishi na ukawa unafahamu ladha ya vitu. Ni rahisi kujua hii nikija nikiweka kitu fulani hapa, nikichanganya na hiki kitaleta ladha hii na chakula kitakuwa cha tofauti na kitapendeza zaidi. Nilikuwa natamani kujua kabla hujaipika kwa wateja huwa unafanya majaribio mwenyewe kwanza? Mimi chakula vyote ninavyopika nilishavionja kwanza. Kwa hiyo najua, yani napeleka kwa mteja kitu ambacho tayari nafahamu ladha yake ikoje. Ndio. Wakati mwingine mteja anaweza akakuuliza umeweka nini, kwa sababu kuna watu hawatumii baadhi ya vitu. Kwa hiyo ni rahisi sasa ujue wewe umeweka nini, na lazima pia uwe mkweli. Lazima uwe mkweli, usije ukasababisha shida kwa wateja, maana kuna wengine wana allergy. Kuna allergy pia, mwingine hali kitunguu saumu. Mwingine kama hivi mimi nimeweka soy sauce, mwingine hatumii. Kwa unapaswa pia kuwa mkweli kwa wateja, na kwa namna hiyo pia wateja wanakupenda, kwa sababu wana uhakika kwamba akija kwako anakula anakuwa salama. Tunaweka mnavutu kidogo kiasi tu kwa size inayotoshea na mboga. Wewe mwenyewe utapima hapo. Uliamua kuacha kuajiriwa na kuamua kujiajiri. Uliona huko katika kujiajiri unapata faida nyingi sana kuliko pale ulipokuwa umeajiriwa? Ni kweli, ndio. Hapa kipato kipo, ni sawa tu kama vile umeajiriwa, maana kwamba kwenye ajira huko tunatafuta kipato. Kwa hiyo kipato kipo,
lakini pia na muda wa kutosha. Kama unavyoona mimi ni mama na watoto na familia na mume na watoto, kwa hiyo napata hata muda wa kuhudumia familia yangu. Sasa hapo kabla tufika mbali, Rose Kitchen inakuhitaji kuanzia asubuhi mpaka jioni. Watoto wanakuhitaji, mume naye pia anakuhitaji. Unawezaje kugawa muda wako ili kuweza kukamilisha hivi? Kwa sababu sasa hivi imetokea slogan kwamba wanawake tunakuwa tuko busy kutafuta fedha kuliko kuhudumia familia zetu. Ndio maana tumejikuta baadhi ya watoto wanakuwa na mmomonyoko wa maadili. Ili wewe unawezaje kupanga ratiba yako ili kila kitu kikae sawa? Ni mpangilio tu wa majukumu, ni kujua kwamba mimi majukumu yangu ni yapi katika ofisi yangu. Lakini pia kama ulivyoona na wasaidizi katika vitengo mbalimbali. Kwa hiyo kikubwa zaidi katika mimi na nafasi ndogo sana ya kiutendaji, kwa maana ya kupika kama ni jikoni nini. Mara nyingi nafasi yangu yuko katika kusimamia katika ile maeneo ambayo nimeweka wasaidizi na kuhakikisha kila wanachokifanya ndio kile ambacho mimi nakitaka nitakuwa kitoke. Na kwa sababu hiyo nikishahakikisha nimesimamia hapo, nimetoa maelekezo hayo, manake ni rahisi kumwacha huyo mtu akaendelea na mimi nikaenda kwenye majukumu mengine. Yes. Sasa hebu tusaidie kitu. Mimi nishakutana na mtu akaniambia, Salma, na mwachaje mtu biashara yangu akiniibia? Hatua kwanza inayofuata. Hatua inayofuata hapo sasa hivi tunaweka nazi. Tunaweka nazi. Kama mboga haijaiva sana. Ndio. Mboga haitakiwi kuiva sana. Kwa sababu na nazi nayo zinabia ichemke. Nazi ina dilute kwenye maji. Sema sisi kwa sababu tuna supu ile ambayo imebaki, unaweza ukachanganya, utaichanganya kwenye ile supu yetu ambayo imebaki ili tusiongeze maji mengine. Lakini kama supu huna unaweza ukaweka maji. Unaweza ukaweka maji. Sawa. Wow. Nazi yetu. Naanza kuhisi harufu fulani hivi. Mboga naichanganya vizuri. Mboga yote, nazi, kuku wote ingie nazi. Sasa kwa sababu tuliweka soya sauce mwanzo, soya sauce ina chumvi. Ndio. Kwa maana kabla hujaweka chumvi, unaonja kwanza. Iko vipi? Kwamba chumvi ile utosha, basi iko kwa unaona imetosha. Iko kwa mbali, naongeza kidogo, naongeza tu kidogo. Basi. Hapo sasa itakuwa imetosha. Hapo inatosha. Nikuonje bana Rose. Siwezi ngakona unaonja mwenyewe na ni mama kula kujilamba sijapata kuonja. Nikuonje kidogo. Unaambia ukiwa jikoni sharti mtoto wa kike uonje. Yaani hiyo ni muhimu sana. Kitu cha muhimu sana. Karibu. Haya. Jamani naonja. Sasa kula kujilamba. Mimi najilamba hapa. Nione taste iko vipi. Super. Chumvi imekolea. Iko sehemu yake. Ndio. Na hisi ile harufu yani nimepata taste ile ya nazi uleweka, na mboga za majani, yani kitu kimoja kizuri sana. Kabisa. Kweli nikupe kongole, nimeona una vijana wengi. Umetoa naona ajira zaidi ya vijana 20 wako hapa. Kila mtu anajitafutia riziki yake ili aweze kuendesha maisha yake. Ni kweli. Hongera sana. Umeisaidia serikali yetu kuajiri vijana. Hongera sana. Asante. Mboga yetu hapa iko tayari. Iko tayari. Tayari kwa kuserve. Ngoja nikachukue sahani. Haya basi sawa. Sijaweka pilipili. Niliandaa pilipili kwa ajili ya kuweka, lakini sasa hii ni option. Sio watu wote wanatumia pilipili, ndio maana nimeshindwa kuweka. Lakini pia unaweza ukaweka pilipili kwa anayependa. Basi sawa. Mimi nimeamua tu kuiacha hapo kwanza, sababu sijajua nitakao wasevu wanakula pilipili ama vipi. Ama hawali. Yes. Mtazamaji, kama unavyoona menu hapa imekamilika. Madam Rose ananiambia hapa nimekuletea Salma na wali hapa na ugali. Sasa wewe uchague kitu gani unapenda. Kama alijua mimi ugali nipo, wali nipo. Hongera kwanza, chakula kwa muonekano tu kinavutia.
kwa muonekano kinavutia. Sasa ngoja mimi ni testi na yule ambaye anatazama sasa hivi nitamueleza chakula kina ladha gani. Sasa kuna mtu mwingine anatutizama hapa, Rose anatamani afike hapa kwa ajili ya kupata chakula hiki. Lakini kabla tujakwenda huko, natamani uzungumze na mwanamke ambaye anakutazama sasa hivi, labda amekata tamaa, anashindwa kudhubutu, na kipi cha kumwambia? Mimi nawatia moyo kwa wanawake wenzangu, hasa wale ambao wana hali ya kutaka kufanya kitu lakini hajui aanzie wapi. Unajua kuna mwingine anafikiri labda kuanzisha vitu kama hivi anaweza akafikiria kwamba unaanza na mtaji mkubwa. Kama ambavyo nimeanza kwa kukuelezea, mimi nilianza tu nyumbani. Nilianza na kilo 3 tu ya unga, nikawa napika maandazi na vitumbua, natengeneza, nafanya kwenye package, nauza. Na kwa sababu hiyo, yani uhitaji kuwa na mtaji mkubwa sana, ni mtu asiumize sana kichwa. Katika iko kidogo, kama una maono na unatamani kuona yale maono yako yakitokea, unaweza ukaanza. Kikubwa ni hali ya wewe kutaka kufanya kile kitu, bidii yako na kujisukuma. Kila kitu kinahitaji msukumo. Ndio, ukikutana na changamoto, vikwazo, changamoto ndio sehemu ya kujifunza. Ukikutana na changamoto, maana yake kwamba kuna kitu kimegongana, kinakusaidia kuona kwamba kumbe namna ulivyoenda unatakiwa uende namna hii ili ufanikiwe. Usikatishe tamaa. Ambaye ameanza, ameona, amekutana na vikwazo, ameshindwa, afikirie namna nyingine katika ile changamoto pale. Ukitoka hapo ni hatua nyingine umepiga. Aisee, ni kitu kizuri. Sasa mimi nataka kuuliza swali la kizushi. Ndio. Kuna wapishi wengi sana hapa nchini Tanzania. Ni nani ambaye haiwezi kapita siku ukaacha kupita kwenye mtandao wake wa kijamii kuona huyu leo kafanyaje? Wapo wengi, lakini sana napenda kumwangaliaga yule Malkia Food, anapika live, yes. Na Food Lovers pia napenda pia kuangalia, yes. Napenda kuangalia pia namna yake ya upishi, anapika vizuri. Lakini pia kuna Chef Kile pia, na yeye anapika vizuri, napenda pia kuangalia. Yani mimi pamoja na kwamba nafahamu, lakini pia naamini nikiona mwingine anafanya kile kitu ninachofanya mimi kwa namna nyingine, basi mimi kuna kitu kipya nakipata. Ya maana kujifunza ni kila siku. Na vitu vipya vinazaliwa kila siku. Unaweza ukajikuta unafanya namna ile moja, usijue kwamba kuna kitu kingine kipo, na hakuna mtu anayejua kila kitu. Kwa tunajifunza pia kupitia watu wengine. Aisee, hongera sana. Mimi nikupe big up. Chakula kwanza, msosi ni mtamu sana jamani, chakula ni kitamu. Hasa kwa yule ambaye mtazama sasa hivi anatamani kuja hapa, anawapataje? Labda kwenye mitandao ya kijamii, kuna nambari za simu, mnafanya delivery? Mimi nakaa Ilala. Sasa siku nikihitaji, kama niko Ilala, naweza nikaletewa? Tunafanya delivery. Tunafanya delivery, tumeshapeleka sehemu mbalimbali, Mwenge mpaka mjini Posta tumeshapeleka. Sisi tupo Goba. Tupo Goba hapa Uwanjani, na kituo kinaitwa Uwanjani na eneo lote, lakini alama kubwa ni hiyo Simba Oil Petrol Station, hapo tupo jirani. Yes. Na namba za simu kwa mawasiliano zaidi? Kwa mawasiliano, namba zetu za simu ni 0768 011 441. Na kwenye mitandao ya kijamii tunaitwa Rose Kitchen. Hivyo Rose Kitchen. Yes. Hivyo Rose Kitchen. Yes. Mimi kwa kweli ni kushukuru. Asante. Tupo Facebook, tupo Instagram. Basi mimi nikushukuru sana. Nafikiri tutaendelea kuwasiliana. Chakula ni kitamu na nitakuwa nakuwa mgeni wako mara kwa mara. Ni sehemu ambayo nimeipenda. Nikiwa na marafiki zangu nitakuwa nakupitia hapa, tunapata chote kitu, mambo yanakuwa mazuri. Asante sana. Mimi nikupe hongera, nikiambiwa nitaje miongoni mwa wanawake ambao kwa mwaka huu naona mimi nimekutana nao na naona wanafanya the best, na wewe upo ni miongoni mwao. Asante sana. Asante sana. Chakula kiko super kizuri. Sisi jamani tunaendelea kujilamba hapa. Kama unavyoona menu imetulia, menu ni nzuri sana tena sana. Basi sawa, mimi nasema mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Mtu wa kwanza kabisa kumshukuru ni mshukuru mfadhili wangu ambaye amenifikisha hapa, si mwingine ni mtumishi wa Mungu Kuhana Mwalimu Musa Richard Mwacha. Thank you so much dad. Asante sana. Lakini pia nikushukuru wewe ambaye umetenga muda wako kuweza kututazama. Asante
sana sana sana. Lakini mwenyeji wangu hapa Rose Kitchen ambaye ametusababisha kuweza kufika hapa ni mwanadada mwenye madini mengi ya kutosha kujua mengi zaidi. Mtafute, njoo hapa, pata msosi mtamu, hakika natumaini utaenjoy sana. Nishukuru crew nzima ya pishi letu, asante sana producer Geoffrey Moses Kalunduka, lakini kushukuru sana Elijah amesimama kwenye kamera, bila kumsahau Peter Passion pia ni director, amehakikisha kila kitu kimekaa sawa. Shukrani sana. Mimi niseme tunakula tunajilamba. Mimi naitwa Salma binti Juma, naendelea kujilamba hapa ndani ya Rose Kitchen, ndani ya Goba. Karibu sana. Tukutane next time. Bye bye.